Nilidhani nimepata chumba cha bei rahisi mjini, kumbe nimekodisha kaburi langu mwenyewe. Chumba namba 7 kilikuwa na kodi ndogo isiyo ya kawaida, lakini mwenye nyumba aliniambia sharti moja tu, usiguse ukuta wa nyumba. Usiku wa kwanza niliingia na kuanza kupanga vitu vyangu. Chumba kilikuwa na harufu ya manukato ya kizamani na baridi kali licha ya kuwa msimu wa joto. Nilipokuwa nikipanga nguo, nilisikia sauti ya mkwaruzo ikitokea ndani ya ule ukuta uliokatazwa. Niliamua kupuuza, lakini asubuhi nilipoamka, nilikuta viatu vyangu vimepangwa katikati ya chumba vikitazama ukutani, kana kwamba kuna mtu alikuwa amevivaa usiku kucha akitazama ufa wa ukuta huo. Niliposogea kuvichukua, niliona kitu kilichonigandisha damu. Kulikuwa na alama ya mkono wa damu mbichi ukutani, ikielekea chini ya sakafu. Niligeuka kukimbia mlangoni, lakini mlango ulikuwa umefungwa kwa nje. Na kwenye kioo cha dirisha kulikuwa na maandishi ya mvuke yanayosema, karibu nyumbani Baraka, nilikuwa na kungoja. Ghafla nikasikia sauti ya mtu akicheka chini ya kitanda changu. Je, Baraka atatoka salama? Kuna kitu kinaishi chini ya kitanda changu na kimejua kuwa nimeshtuka. Nilipochungulia chini, sikuona binadamu. Niliona sanduku la zamani la chuma ambalo lilikuwa likitetemeka kama lina kitu hai ndani yake. Nikiwa na ujasiri wa hofu, nililivuta lile sanduku. Lilikuwa zito na lina harufu ya ardhi iliyooza. Juu ya sanduku kulikuwa na jina lililochongwa kwa kisu, Suleiman, 2014. Suleiman ndiye mpangaji aliyepotea miaka 10 iliyopita. Ghafla, kicheko kikaacha na sauti ya kukwaruza ikaanza tena, safari hii ikitokea ndani ya sanduku. Nilifungua kufuli. Ndani haukuwa na mwili, bali kulikuwa na simu ya zamani ya mkononi inayowaka mwanga wa kijani. Kulikuwa na message moja mpya iliyoingia sekunde hiyo hiyo. Nilisoma ujumbe ule, ulisema, geuka nyuma, Suleiman anataka koti lake. Niligeuka polepole. Koti langu lililokuwa limetundikwa mlangoni, sasa lilikuwa hewani, likijaa kama kuna mtu asiyeonekana amelivaa na anasogea kunikaba koo. Mikono ya koti lile ilinishika koo na nikasikia harufu ya udongo mbichi puani mwangu. Suleiman amerudi kudai chumba chake. Je, Baraka atapona shambulio hili la kigaidi? Nilikuwa nakabwa koo na koti tupu, huku sauti kinongona sikioni. Kodi yako ni damu, sio pesa. Dakika chache kabla sijakata pumzi, koti lilianguka chini, lakini nilichokiona kwenye kioo cha kabati kilinifanya nitamani nisingezaliwa. Kwenye kioo sikuwa peke yangu. Nyuma yangu alisimama kijana mwingine, sura yake ikiwa imepauka na macho yakiwa tundu tupu. Alikuwa ameshika karatasi ya gazeti la mwaka 2014. Niligeuka haraka, lakini nyuma yangu hapakuwa na mtu. Kioo tu ndicho kilikuwa kikionyesha ukweli wa kutisha uliokuwemo ndani ya chumba kile. Ghafla, picha za ukutani zilianza kugeuka zenyewe. Niligundua kila picha ilikuwa imefunika tundu dogo la kuchungulia. Nilichonung'unuka kuchungulia kwenye tundu la ukuta wa nyuma kilinitoa jasho la damu. Kwa upande mwingine wa ukuta, niliona chumba kile kile, kitanda kile kile, na mimi mwenyewe nikiwa nimekaa kitandani, lakini yule mimi wa kule ndani alikuwa akinitazama na kutabasamu tabasamu la kishetani. Hujambo pacha wangu, sauti ilitokea ndani ya ukuta. Ghafla, mkono mweusi wenye kucha ndefu ulitokea kwenye ufa wa ukuta na kunivuta kuelekea ndani ya tundu lile dogo. Mwili wangu ulianza kufyonzwa ndani ya ukuta kama maji, huku nikiwa siwezi hata kupiga kelele. Je, Baraka ndio anaenda kuwa sehemu ya kuta za chumba namba 7? Siri ya mwenye nyumba ni nini? Nilivutwa ndani ya ukuta wa sementi kana kwamba ni maji, na nilipoanguka upande wa pili, niligundua kuwa mimi sio mpangaji wa kwanza kunaswa huku. Chumba hiki kilikuwa pacha wa chumba changu, lakini kuta zake zilikuwa zimejaa maandishi ya damu yaliyosema, yeye anakula kumbukumbu zetu. Niliona rundo la nguo za watu tofauti kwenye kona, mashati, viatu na vitambulisho. Kimoja kilikuwa cha Suleimani, kijana wa mwaka 2014. Ghafla, nilisikia sauti ya fungio ikifungua mlango wa kule nilikotoka. Kupitia ule ufa wa ukuta, nilimwona mwenye nyumba akiingia kwenye chumba changu cha kweli akiwa na sahani ya nyama mbichi. Mwenye nyumba hakuweka sahani mezani, aliiweka mbele ya yule pacha wangu aliyekuwa amekaa kitandani. Yule pacha akageuka na sura yake ikaanza kuyeyuka na kuwa sura ya mwenye nyumba akiwa kijana. Kula mwanangu, mwenye nyumba alinonyona. Baraka mpya ameingia kwenye mtego, sasa unaweza kuiba maisha yake pia. Niligundua kuwa mwenye nyumba anawafyonza wapangaji ili kumfanya mwanawe abaki kijana milele.
Nilijaribu kupiga kelele, lakini mkono ulitokea gizani nyuma yangu na kuziba mdomo wangu. Ilikuwa ni sauti ya Suleimani akisema, "Nyamaza, ukipiga kelele atajua umeingia upande huu kabla hajakuua." Suleimani bado yuko hai au ni mtego mwingine? Suleiman hakuwa amekufa, lakini kile kilichobaki mwilini mwake kilikuwa ni nusu ya binadamu na nusu ya sumenti. Alinitazama kwa macho yaliyopotea nuru na kusema, "Unayo saa moja tu kabla kuta hizi hazijakumeza na wewe ukawa sehemu ya nyumba hii milele." Suleiman alinipeleka hadi kwenye ufa mwingine. Mwenye nyumba sio binadamu, alinong'ona, ni kiumbe kinacholisha nyumba hii kwa maisha ya watu ili mwanawe aliyeuawa miaka 50 iliyopita arudi. Kupitia ufa ule, nilimuona yule kijana anayefanana na mimi akianza kuvaa nguo zangu, akijaribu tabasamu langu mbele ya kioo. Alikuwa akijiandaa kuchukua nafasi yangu duniani. "Kuna njia moja tu ya kutoka," Suleiman alisema huku akitoa kisu cha ajabu kilichotengenezwa kwa mfupa. "Lazima umuue yule pacha wako kabla hajamaliza tambiko la damu, la sivyo utapotea." Ghafla, kuta za chumba tulichokuwemo zilianza kubadilika na kuwa nyama mbichi. Tulianza kusikia sauti ya nyumba ikicheka. Ilikuwa imegundua kuwa tunapanga kutoroka. Suleiman alisukumwa na ukuta uliokuwa unajikunja na kupotea ndani yake. "Kimbia Baraka, ingia kwenye ufa sasa," alipiga kelele ya mwisho. Niliruka kuelekea kwenye ufa ule, lakini upande wa pili mwenye nyumba alikuwa amesimama na shoka, akinitazama moja kwa moja machoni kupitia ule ufa. Je, Baraka atakatwa kichwa akijaribu kuvuka? Suleiman amepotea milele.